happen to a tither or a thanksgiver. Na Biblia inaeleza vizuri. The only way you can provoke the blessings of God, it is through cheerful giving. And when I talk about cheerful giving, I totally and normally insist that it is not only in the church. What is your motive when giving? Should we give a shirt and write your name on it so that people will know that you gave this to this person? The Bible is so clear in the book of Malachi chapter 3 verse 10 that let us bring the tithes not in the church but in the storehouse. Na ndio maana fungu la 10 katika hili kanisa linaendaga kwa store, because it is not me who has said so, it is God who commanded. Ni vile tu kanisa hatupendi kusoma hiyo verse ikiwa yote, lakini hiyo verse it is so clear. Hebu niletee hiyo verse hapo, Malachi chapter 3 verse 10. Kama inaweza letwa, I want to explain it alafu niketi. Na niliwaambia every Sunday I'll be bringing a new insight on giving ndio ikuingie, so that when you are giving, you are not benefiting anybody, you are benefiting the kingdom of God. Bishop Ben is not serving himself. Our pastors are not serving themselves. They are serving a kingdom assignment. So when giving, you are supporting a kingdom assignment, not a human being. Personally, I normally go to work. I insisted that my pastors wafanye kazi, so that when we are doing this, we support the assignment. I am so happy nikiangalia hizi chuma za kanisa vile si vile Devi aliziacha. Sasa ni smart, kwa sababu Tabithas waliamua kutii the kingdom assignment, and now it is beautiful. They gave towards it. Ask your neighbor, do you give towards something? Praise the name of the Lord. The Bible is so clear. Bring the whole tithe into the storehouse, not in the church. This is not a storehouse. The Bible says that Jesus said, my house shall be called a house of prayer. Okay, is a store a house of prayer? No. The storehouse is over there. Na ndio maana nimesema kanisa lote la JCM lazima likuwe na storehouse, so that before you enter the church, you can see where the tithes upelekwa. Fungu za 10 si za kuletwa hapa ndani, ni za pale. And the Bible continues to say that there may be food now in my house. Fungu za 10 ziende pale, ndio hapa sasa ndani, in the house of the Lord. You can differentiate a storehouse and my house, that there may be food. Yatima wanafaa kukula hapa, wajane wanafaa kukula hapa, wapita njia wasio na uwezo wanafaa kukula hapa. Ninataka haya maandiko yawafungukie vizuri, kwa sababu wakati wengi tukiitisha sadaka na fungu za 10 tunaitishanga ziletwe kanisani. No, you can see the Bible is so clear. Usiwahi badilisha Biblia utajirike. Usibadilishe Devi. Don't change the Bible so that you can become rich. Riches are those things that comes in due time. Praise the name of the Lord. It is so clear. And now God says, by this test me. Kwa hivyo ni kumaanisha God has given you a chance to test him through tithing. So if you become faithful to the storehouse, na sio lazima ugoje Sunday, hata weekday chukua tithe yako, enda kwa ndongo, nunua unga, weka huko. Sio lazima ukuje hapa. Hapa ni vile sasa sometimes wengi mko busy, mko kazi na ni vizuri,
Tithes upatikana after working. Hawezi omba, you cannot sit down and pray alafu upate tithes. No, you have to work. Are we together? So God gave you a chance to test him. Kwa hivyo wale mmeketi, enda uambie Mungu nipatie nafasi ya kukujaribu. Are we together? Test me in this, says the Lord Almighty, not Bishop Ben, and see if I will not open the floodgates, not the doors. Floodgates, gates are big things, of heaven, and pour out so much blessings that you will not have a room enough to keep them. This is the only way you can test God. Kama unataka Mungu akufungulie milango ya baraka, mjaribu na ile Lord stop. Sasa unajua utakuja hapa mimi nikuone na nifurahi. Lakini the intention of God, it is to sustain the Lord's store. And that is why he said in the storehouse, this is not a storehouse. This is Jamwas, this is a house of prayer. Hapa mnaleta maombi, lakini fungu zenu za 10 ziende wapi? Ziende kule. Ndio wale wazee wakiingia, wapita njia wa hii eneo, wakikosa chakula kwa mheshimiwa Washera, nimeona mheshimiwa Washera leo amekuja. Wakienda kwa mheshimiwa Washera wakose chakula, wanafaa kupitia hapa kanisani wafanye nini? Wapewe chakula. And I thank God, kwa miaka 2 sasa tithers mmekuwa waaminifu. Store yetu iko na chakula mpaka tunapeananga. Juzi tulipeleka Jamwas na tukampea apeane children's home. Jana kulikuwa na chapati forum, niliona kule akina Wamboi wakiwa kanisa letu la Ruaka, Ndongo alipeana unga huko. That is the mission of God. Hiyo ndio sababu ya the Lord store. Either nikiwa hapa ama kama siko, msiwahi badilisha direction ya tithing. Are we together? Hata nikienda UK Pastor Julius nikose kurudi, ikuwe ni wewe utatoka Githunguri urudi hapa, usiwahi badilisha tithing. Tithe ya JCM ni ya the Lord store. Hapa mtoe sadaka mjenge kanisa lenu na mlipe stima, lakini officially tithing belongs to the storehouse. Ni mimi nimesema. Kama hujasikia vizuri, andika hiyo maandiko, enda usomee kwako vizuri ikuingie. Mimi nilisoma ikaniingia, na ndio maana sichezangi na the Lord store. Are we together? Leo tithers nataka kuwaombea kama mmeshikana mikono. Amen. Na pia wale walio kanisa la online, kama mko nyumbani, mko Marekani, Germany, Canada, China, na mnatazama ibada hii, watoto wako hapo, shikaneni mikono hata nyinyi. Tufanye kwa imani moja. The spiritual things are about faith. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwema na Mungu mwaminifu. Asante tena kwa sababu ya miaka 2 ya uaminifu wako juu ya kanisa letu. Uaminifu huo Bwana ulitambaa mpaka mioyoni mwa tithers and thanksgivers. Wale watu ambao hukumbuka ya kwamba Mungu umewatendea. Wale watu huangalia mapato yao na wanakumbuka katika mapato yetu kuna za Mungu ambazo tunafaa kupatiana kwa sababu ya magala yake. Na kwa sababu ya uaminifu huu Mungu wetu, miaka 2 sasa kanisa letu halijawahi kosa chakula chetu, chakula cha walio na mahitaji, chakula cha mpita njia, na hata wale wanategemea kuletewa. Bwana, hatujakosa. Na ni ombi langu ya kwamba Mungu wetu, whatever that's been happening among us these tithers kisiondoke. Kile kimekuwa kikifanya wapate mapato yao, na wanapata yako Mungu wetu miaka hiyo 2 na hawajakosa, wasiwahi kosa. Bariki biashara zote ambazo zimejumuishwa hapa. Kila mtu mahali anapata matoleo yake Bwana. Wainue kwa viwango jinsi ambavyo umeinua madhabahu haya. Wainue kwa viwango na kibali chako kiwe juu yao Mungu wetu. Asante kwa sababu watakapofungua milango ya maduka yao,
Watakapoingia mahali wameajiriwa kazi, Baba, neema yako itaenda pamoja na wao. Kibali chako ambacho hujivika mwanadamu na kinavutia mambo mengi mazuri, wacha kiwe juu ya maisha yao. Bariki familia zao Mungu wetu. Bariki njia zao wanazopata fedha. Baba wetu wa mbinguni, hawatagonjeka, hawatalala mahospitali Mungu wetu. Fedha zao hazitatumika kwa njia isiyofaa. Hawataibiwa, hawatanyaganywa, hawatadanganywa, hawatachotwa katika jina la Yesu Kristo. May you protect them from devourers. Baba wetu, walinde na uwakinge. Bariki familia zao. Watoto wao hawataharibu pesa zao na magonjwa. Wazee waliowaoa hawataharibu pesa zao na magonjwa. Wake walioolewa na watu hawa Mungu wetu hawataharibu pesa zao na magonjwa. Katika jina la Yesu Kristo wataletewa ufanisi na faida yao katika jina la Yesu Kristo. Na kwa sababu ya uaminifu wao Mungu, kama unavyosema tukujaribu na utafungua malango ya mbinguni, nazo baraka zitatiririka Mungu wetu. Wacha zikatiririka katika maisha yao. Kuanzia siku ya kesho, wacha waone mabadiliko katika mambo wanayofanya. Mikono yao itiwe ujasiri, miguu yao itiwe ujasiri. Wanaoenda biashara za mbali watafika na warudi wakiwa na ufanisi. Wanaolima mashamba yao yatawapa mavuno katika jina la Yesu Kristo. Wabariki na uwafanye kuwa taji zilizovikwa utukufu katika familia zao, kanisani na hata katika nchi yetu. In the name of God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Yesu yere kalida wake dekayora kenyaribeko mudenyawa shina wakinya matukoma kirie godira Yesu yere kalida wake dekayora kenyaribeko mudenyawa shina wakinya kaiwa kwa rosindero kaiwa kwa rosindero ugakata rosindero tatasira beriakoa kaiwa kwa rosindero kaiwa Rosinero, Rogakete, Rosinero, Jatasia, Beriagoa, Yuane, Liga Tuikanuma, Nagomwenio, Nena Kame, Ena Igoro, Sione Iurio, Mudenyawa shira wakinya kaiwa kwa rosindero kaiwa kwa rosindero mugakiate rosindero jatasia benya kaiwa kwa kaiwa kwa rosinero ugakete rosinero jatasia beriagoa. Tupigie Baba askofu wako.